Karibu sana katika channel yetu hii ya Mawaridi Media, na leo tutaweza kujibu swali ambalo linaulizwa na watu wengi linalosema, je, ni kweli kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu? Na Biblia takatifu yenyewe inasemaje kuhusiana na swali hilo au swala hilo? Kwanza, kabla ya kuendelea, naomba tuanze tuelewe kitu kimoja. Ni kwamba Kanisa Katoliki na waumini wa Kanisa Katoliki hawaamini kabisa kwamba Bikira Maria ndiye chanzo cha uungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hana mwanzo wala mwisho, wala hakuna mtu ambaye anaweza akaelezea kwamba Bikira Maria ndiye ambaye aliuanzisha ule umungu. Na tukirejea katika maandiko ya Biblia takatifu, tukirejea katika kitabu cha Mwinjili Luka sura ya kwanza ile aya ya 43, tunayakumbuka yale maneno ya Elizabeth ambaye alikuwa ni shangazi yake mama Bikira Maria. Alipoyanena hayo maneno akiwa amejawa na Roho Mtakatifu, akasema, imekuwaje mama wa Bwana wangu unakuja kunitembelea? Na tukikumbuka katika Biblia takatifu neno Bwana limetumika likiwa linamwakilisha Mwenyezi Mungu, au likiwa linasimama kwenye nafasi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunapata kutambua kwamba hata Elizabeth shangazi yake mama Bikira Maria alitambua kwamba Bikira Maria amechaguliwa kuwa mama wa Mungu kwa sababu ya kile kiumbe ambacho alikuwa amekibeba. Lakini pia tukirejea katika kitabu hicho cha Mwinjili Luka sura ya kwanza mstari ule wa 31 hadi wa 32, ambapo tunakumbuka maneno ya malaika Gabrieli alipokuwa anaenda kumpasha habari Maria, aliposema, umebarikiwa, akasema utamzaa mwana, naye jina lake utamwita Yesu, naye atakuwa mkuu, kwa sababu atakuwa ni mwana wa Mungu, mwana wa aliye juu. Tukikumbuka maneno hayo yanatuelezea kabisa kumbe kile kiumbe ambacho Bikira Maria ilibidi akibebe na akizae hakuwa mwanadamu tu, bali alikuwa ni Mungu kweli tangia akiwa fungwa mimba, lakini pia hata baada ya kuzaliwa alikuwa anaendelea kuwa Mungu kweli hivyo hivyo. Lakini pia tukumbuke kitabu cha Mwinjili Yohane sura ile ya kwanza aya ya kwanza pamoja na ile aya ya 14, tunapokumbuka maneno haya kwamba hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yule neno alikuwa mwanadamu na akakaa kwetu. Kwa hiyo kwa namna hiyo yule neno ambaye alikuwa anazungumziwa katika mstari huo, tunapata kujua kwamba ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikuwa anazungumziwa katika kitabu hicho, kwa sababu haya yalikuwa ni maneno ya Mwinjili Yohane akiwa yeye ni mtu ambaye alikuja kutengeneza njia kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikuwa anakuja nyuma. Kwa hiyo kupitia marejeo hayo matatu ya Biblia takatifu tunapata kutambua na kujua kwamba kuna nafasi ambayo mama Bikira Maria mwenye alipewa kwa sababu ya ambacho alikuwa amekibeba ndani yake. Narudia kwa mara nyingine tena, sio kwamba Bikira Maria ndiye nisha uungu au ndiye aliyeweka uungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hapana, bali yeye alipewa nafasi ya kuwa mama wa Mungu ambaye alikuja kwetu kwa njia ya wanadamu ili kutuokoa sisi. Kwa hiyo kwa namna hiyo na kwa njia hiyo tunapata kujua na kutambua ya kwamba mama Bikira Maria sio mkubwa
kuliko mwanaye kwa kuwa tu mama yake Bwana wetu Yesu Kristo, bali yeye anakuwa kwenye hali ya ubinadamu, lakini pia Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kuwa mkubwa kwa sababu yeye alikuwepo. Tunatambua ya kwamba alikuwa ni Mungu kweli na mwanadamu kweli. Ina maana alikuwepo tangia mwanzoni, kwa sababu hana mwanzo wala mwisho, kama nilivyosema huko mwanzoni. Lakini pia alikuwa ni mtaguso wa ule wa Efeso ambao ilikuwa ni katika mwaka wa 431 baada ya Kristo, ambao wenyewe huo mtaguso ulithibitisha ya kwamba Mama Bikira Maria kweli ni mama wa Mungu, na ukitaka ule ukweli wa kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa mwanadamu kweli na alikuwa Mungu kweli uweze kuwekwa wazi na uweze kujulikana kwa watu wote. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunapata kujua na kutambua ni kwa nini na ni kwa sababu gani Mama Bikira Maria anaitwa mama wa Mungu. Anapewa cheo hicho. Cheo hicho anapewa kwa sababu ya kile kiumbe ambacho alikibeba ndani ya tumbo lake, ambacho kilikuwa hicho kiumbe alikuwa ni Mungu ambaye amekuja kwetu kwa njia ya ubinadamu ili kutuokoa sisi, au kwa ajili ya wokovu wetu sisi. Kwa hiyo ndo njia ya pekee ambayo tunaweza tukaelezea kwa ufupi na tukaelewa ni kwa nini hilo neno linatumika. Lakini tukitafakari kwa kina, tunaona kwamba neno hilo linamtukuza sana au linamkuza sana zaidi Mama Bikira Maria, bali linamkuza zaidi Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu linamwelezea ya kwamba alikuwa ni Mungu kweli na alikuwa ni mwanadamu kweli, na ndio ina maana Bikira Maria anaitwa mama wa Mungu. Naomba kama umeweza kujifunza kitu kipya kupitia video hii, usisahau kuweka maoni yako kwenye sehemu ya maoni au comment, lakini pia usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa kugonga alama ya button ili kuweza kupata notification zote na arifa zote ambazo zitawezwa za video zote ambazo tutaweza kuziweka kwenye channel yetu hii. Barikiwe na Mungu.